Hamjambo wote. Mmekula. Mmeshiba. Punga mkono kama mmeshiba, sema amina. Najua mambo yanaelekea kwenda kula vizuri kwa sababu ya kumshangilia Mungu. Mungu ametulinda, Mungu amekulinda, umepita mambo mengi, lakini bado upo unapeta. Sema amina. Basi napenda niwashukuru waimbaji wote, wameleta nyimbo zao nzuri, maana wako good. Hebu tuwape amina. Bila wivu sema amina. Bila wivu sema amina. Haleluya. Basi leo tunalo somo jingine linalosema sababu zinazowafanya watoto wakimbie nyumbani. Sababu zinazowafanya watoto wakimbie wapi? Umemhangaikia kila siku, ulikuwa unamhudumia, lakini kwa nini tena akimbie hapo nyumbani? Tunahitaji tuangalie hizo sababu. Tuombe. Haleluya. Mungu wetu na Baba yetu uishie juu mbinguni, tunakushukuru mno kwa kuwa wewe ni mwema. Tunapokwenda kuangalia haya masomo, Roho mwema katuongoze tuelewane nayo kwa jina la Yesu. Amina. Katika kitabu cha Waebrania 2 fungu la 13 kuna somo zuri hapo, mafungu mazuri ambayo yatatutia moyo. Tuanze nayo kwanza. Waebrania 2:13. Nia 2:13 inasema, ndio. Na tena nasema nitakuwa nimemtumaini yeye. Na tena tazama mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Kumbe watoto tumepewa na nani? Watoto. Mungu ametubariki. Kuna watu hawajapata hiyo baraka. Watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndio maana wanatakiwa watu waelewe huo baraka kutoka kwa Mungu. Watu wanadhaa na kuwatesa na kuwashughulisha. Amesahau kwamba hiyo ni baraka. Amesahau kwamba hiyo ni zawadi. Kuna watu hawana watoto, wanateseka na mali wanayo, ila watoto hawana. Wafanye nini? Wanalia tu. Wanalia tu, wanamilikisha watu. Mama mmoja hajazaa, lakini Mungu akambariki fedha nyingi. Mwaka fulani akawa amefariki. Sasa alipofariki ikabidi akamilikisha mtumishi wake binti. Mwambia mali hii ni ya kwako. Paka kituoni huko, paka mahakamani. Umeshughulika, ameteseka, hana walaji sasa. Hana walaji. Kumbe watoto ni gharama kuwapata. Lakini unakuta mtu anapika mtoto mpaka yani pika kabisa kivyo. Takubomoa. Sasa utambomoa. Mwingine naye akamchoma moto mtoto wake. Ameiva 200. Funga mikono, washa moto. Eti isiwe inachukua 200 yake. Mtoto ni baraka. Mwanzo 48:9. Twende tuone na hapo. Mwanzo 48. Mwanzo 48. 9. Na lile fungu la 9 maandiko yanasema. Anasema Yusufu akamwambia babaye. Yusufu akamwambia baba yake, hawa ni wanangu. Hawa ni wanangu. Mungu alionipa hapa. Hawa ni wanangu Mungu alionipa hapa. Akasema, Yakobo akasema, tafadhali uwalete kwangu nami nitawabariki. Yakobo akasema, nipa wajukuu uwalete
nami nitawabariki. Nani aliyebariki wajukuu wake? Nani anayebariki wajukuu? Yusufu akamwambia baba yake, tazama, hawa ni watoto niowapata huku Bwana, ambao alionipa Bwana. Naye akasema baba yake, Bwana tafadhali walete kwangu, nami nitawabariki. Umeshabariki watoto wako? Unawalaani kila siku. Lione hili toto halina akili, na kweli linakuwa halina nini? Maana ulishalitamkia wewe mwenyewe mzazi kelele nyingi. Badala ya kuwabariki watoto, wewe unakuwa na vita nao. Umesahau ya kwamba na wewe ulikuwa mtundu, lakini wazazi walikuvumilia mpaka umekuwa na akili timamu. Wewe wa kwako sasa, piga, tesa, lala chini, hakuna kitanda, hakuna godoro, hakuna kutumia hata gilasi, mpaka mgeni amekuja. Wapi na wapi? Bwana asifiwe. Haya, tuangalie jambo jingine. Misali 16 fungu la 29. Misali 16 19 na 29. 16:29. 19:29 inasema, tembea rafiki. Mtu mkali humshawishi mwenzake. Mtu mkali. Unakuta baba ni mkali hapo nyumbani, anamshawishi na mke wake, wanakuwa wakali. Umuongoza katika njia isiyo njema. Inawaongoza katika njia isiyo njema. Kwa hiyo watoto umepewa na Bwana. Misali 3:27. Misali 3:27. Kwa hiyo watoto ni zawadi, tuwatendee mema. Kuna watu wanahangaika, kuna watu wanateseka, kuna wakina mama wanakufa peke yake humo kwenye vyumba vyao. Hakuna mtu hata wa kumgeuza, amebanwa kichomi, hamna watoto. Huyo kata moto paka anuke, ndio watu waende kugonga hapo, anuke. Wewe una watoto lakini ushughuliki nao, uwabariki. Twende Misali 3:27 inasema, usiwanyime watu mema yaliyo haki yao. Usiwanyime watoto wako mema. Usiwanyime mema, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Uwezo unao, lakini unawanyima watoto mema. Unawanyima, unaenda kula huko hoteli, watoto hawali nao, hawakufaidi. Unawanyima watoto mema. Wewe ni wanyama choma huko mahotelini. Watoto hawajaona baraka kutoka kwa baba, toka kwa mama. Wewe unatangatanga eti umepewa kadi. Unaenda kula huko, hapa wanateseka watoto. Usiwanyime watoto mema yaliyo uwezo wako. Bwana asifiwe. Amen. Haya, sababu nao wafanye watoto watoke nyumbani. Sababu ya kwanza, akina baba hawali na watoto wao. Akina baba hawali na watoto wao. Yaani yeye anakula peke yake hapo, anaunguruma kama nyau tu, hakuna kufurahia watoto. Yaani yeye ni mkali tu. Zaburi 128. Hebu twende fungu la kwanza mpaka la 3 tuone maneno haya. Wakina baba hawana muda wa kula na watoto wao, ni wakali, sijui walishakosewa miaka miangapi, hawezi akafurahi na watoto. Twende Zaburi 128 1 mpaka 3. Tembea. Inasema, heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake. Heri kila mmoja anayemcha Bwana, aendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yako haikai utaila. Hakika utale. Ndio maana hata wapishi huwa tunawaombea, Mungu akubariki na mikono yako iliyohangaika kunipikia. Mungu abariki hiyo mikono. Mungu akubariki
na hiyo mikono uliotoa zawadi yako. Mungu akubariki. Ndio maana Mungu anasema taabu ya mikono yako utakula. Wewe ni mwalimu, wewe ni karani, wewe ni mkulima, wewe ni mchimbaji, mikono inachimba. Wewe ni dereva, mikono. Wewe ni mpishi, unapika huko kwenye mahoteli, unapata faida. Mikono yako ibarikiwe. Tembea. Utakuwa heri. Utakuwa heri. Na kwako kwema. Mkeo atakuwa kama mzabibu zao. Mkeo atakuwa kama mzabibu zao vyumbani mwa nyumba yako. Twende. Wanao kama miche ya mizaituni. Alafu wakizunguka meza yako. Wakizunguka meza. Kula na watoto wanaizunguka meza. Hata kama yuko mgeni akitembea, firigisi inatembea kwa watoto. Akitembea mgeni hata maiki inatembea. Mnaelewa maiki? Watoto wanabeba hapo. Usiwapige. Nini? Wanakula mema ya baba yao. Sasa nataka wakale wapi hayo mema? Maana Biblia imesema usiwanyime mema ulio nayo. Wape. Bwana asifiwe. Kula na watoto. Kuna watu hawali na watoto wao. Yaani akija tu mzee huyo, watoto wanakimbia kwenda kwa baba, kwa mama. Mkali. Haya. Sababu ya pili, hebu tuangalie tena fungu moja, Wakolosai 3:21. Alafu tuangalie sababu ya pili inayowafanya watoto waondoke nyumbani. Wakolosai 3:21. Twende. 3:21 inasema, ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu. Msiwachokoze watoto wenu. Wasije wakakata tamaa. Usiwachokoze watoto. Ni zawadi. Bwana Yusufu alisema hawa ni watoto aliyenipa baba. Baba Mungu. Na baba yake akasema walete nikawabariki. Bariki wajukuu wako. Bariki. Unaenda kuteka. Na hauna hata mtu wa kukusaidia. Unakwenda kutolewa nje kama sola. Hebu mtoeni hapa. Wanakutoa wanaenda kusikiliza mpira huko. Utanyeshewa mvua ufwe. Unaenda kutolewa nje kama sola. Nje wanakutoa, wanajisahau, wanaenda huko. Mama mmoja alitolewa nje na mwanae. Tolewa nje mama, kijana akaenda kwenye kikao. Mke wake naye hana habari na mama yake na mume wake. Mama amekaa hapo juani huyo. Saa 9 mvua ikamwagika. Yuko hapo. Nyeshewa mvua mpaka akakata moto. Kijana naye kwenye kikao akaaga. Bwana mimi mnaelewa mama ameshateka ni wakutoa. Haya nenda tunaelewa. Kuja kufika hapo. Kamvua kamenyesha kabisa akasema asemvua imenyesha. Huku ni kubwa. Vipi? Mama mlimtoa. Aya, tumesahau. Wewe ulikuwa hujawahi kubariki wajukuu. Nani akutoe hapa? Wamama nao hawapendi mama mkwe. Punga mkono kama unanielewa. Sema amina. Haya. Sababu ya pili inayowafanya watoto watoke nyumbani au wakimbie nyumbani. Wazazi kutowaheshimu watoto au kutoheshimu vitu vya watoto. Watoto wana vitu vyao. Unakuta wana hiki, wana sabuni, wana mafuta. Wewe unachukua tu. Unaenda kutumia tu. Wana basikeli, wewe leta. Una kitu hapa. Sasa hawana uhuru. Mwisho tuachane na dingi huyu. Nacho kutoheshimu vitu vyao. Chukua hata mkoti wake tu hujamuomba jacket. Anakukuta unalo. Mzee unakutana na mchumba wake umeng'ang'ana kwenye jacket la mtoto. Anataka kukuambia bwana asifiwe, kumbe mzee. Kutoheshimu vitu vya watoto. Anakabasikeli, anakapikipiki. Wewe una nini hapa? Mali hii ni ya kwangu. Sawa ni ya kwako lakini nenda kwa utaratibu. Bwana asifiwe. Jambo la
tatu, tunaenda na muda. Sababu ya tatu ya kutoka watoto nyumbani, wazazi wengi hawana urafiki na watoto wao. Wazazi wengi hawana urafiki kabisa na watoto wao. Wao yani ni wakali, ni wakorofi, hamna urafiki. Hamna urafiki na watoto wao. Hawana. Sasa wanaona sasa hata mama hanipendi, baba naye hanitaki hapa. Wanakuwa tu kuwa kidogo huyo bea punduma akienda kupata maisha huko unabaki kumbipu tu. Kuleni mkuta tumekufa kufa. Maana wewe mwenyewe kufa tu, kwani wao watakuzuia usifu? Kutokuwa na urafiki. Uwe na urafiki na watoto wako, maana hao ni wakwako na ndio watakusaidia. Usitegemee kwamba kuna mtoto jua nani atakusaidia. Hao ndio watakusaidia. Ndio maana watu wanajitahidi sana. Jamaa mmoja akaniita sehemu, akaniambia njoo bani uombee watoto wangu. Njoo uombee. Tukaenda hapo watoto wadogo, tukaomba wasome. Omba, funga watoto wapo, funga. Tukajinyima siku mbili. Baadaye nikasema sasa bwana, madaftari yako wapi nami niyaone? Kwenda kuleta madaftari yana makosa mengine yamechorwa mtu. Hawa ndio wamesababisha nifunge. Kumwambia mama yake, akasema hapa alikuwa amevimba jipu hapa. Alikuwa na homa. Huwa ni mtu mzuri. Wewe omba tu mtumishi. Na kweli mwaka jana yamemaliza wapi huko India. Ni madaktari, masomi mazuri. Na alikuwa na makosa. Mwalimu mmoja pala anafundisha, yeye alikuwa mwalimu. Anafundisha watoto. Lilikuwepo litoto limoja akili yake ni mbovu. Akawa analiita akili wewe matope tu, matope. Kila siku matope upo. Mwalimu huyo, matope upo. Mwisho nikamwambia baba yake, baba, nihamisha tu hii shule, sitaelewa kusoma. Kweli mwanangu? Mzee mwenye hekima. Akamhamisha mwanae. Kumbe lina akili. Nilipopelekwa huko nikasoma paka likawa mageresheni huko. Tena libosi. Nikasomea mambo ya mageresheni. Tena likawa linani? Libosi. Sasa siku moja mzee naye huyo mwalimu amestaafu sasa. Anahitaji kwenda nje na yeye. Akaenda kuchukua visa huyo wakashindana na wale wadogo. Akasema tukupeleke kwa bosi. Kwa hilo ni nini? Kwenda kupelekwa hapo. Mzee nikampiga shikamoo. Vipi shwari mwanangu? Good. Haya karibu baba. Asante. Wakaanza. Kumbe nimemuelewa. Huyu ndio alikuwa ananiita matope. Habari za wapi mzee? Habari. Akaanza kujieleza. Unajua watu wapo wapenzi wa kujieleza. Mimi nilikuwa mwalimu, sasa nimestaafu, nahitaji kwenda nje kidogo nikaangalia hali ya hewa na nini. Vijana hapa wameshindwa, wamenileta kwako. Nyumbani ni wapi? Nyumbani ni sehemu fulani. Yaani nimeshamuelewa. Unamkumbuka kijana alikuwaga humo darasani unamfundishaga? Unamwambia akili yake ni matope. Yule alikuwa mjinga mno. Kuna maukoya wajinga kabisa. Yaani watu wanaongeza point wakati anabozi hapo. Wakaongea pale, wakacheka yeye kwa furaha, na yeye linazidi kuumia. Baadaye nikamwambia, bwana yule kijana ni mimi, ni kijana wa mzee fulani, nikahama ile shule, nikaenda shule fulani, nikafaulu. Sasa nimesomea mambo ya uhamiaji. Akakomea aya. Hawezi kuwaga, maana hizi milango nazo za kuvuta zinarudi.
mpaka aruhusiwe. Unaona hiyo? Bwana asifiwe. Uwe na urafiki na watoto wako. Wazazi wengi hawana urafiki na watoto. Eti watachezea hela. Sasa hela umetafuta kwa ajili yao. Nani unampelekea sasa zaidi ya watoto? Uwe na urafiki na watoto. Hayo tu, ukiwa hauna urafiki, watoto wanaondoka. Maana wanaona hawana urafiki na baba, hawana urafiki na mama. Kila siku ni kutukanwa, kila siku ni kudharauliwa. Wanaona heri wakatafute maisha. Na hao waga wanaenda kufanikiwa. Hao wa namna hiyo. Sababu ya 4. Sababu ya 4 inayofanya watoto waondoke nyumbani. Wazazi wengi hawawapi zawadi watoto wao. Wazazi wengi. Mzee umeenda Rukarakata huko, unarudi bila hata ndizi. Mzee umeenda Nyeshima huko, unarudi bila hata machungwa. Umeenda Mwanza, hamna hata kanini. Watoto hata wakuambi baba huyo. Wakisikia baba anakuja, wanaanza kusambaa. Hata kama walikuwa wanataka kula, sawa, kesho tutakula mama. Kula mkunjo. Maana hakuna zawadi uwapendi wewe mwenyewe. Misali 18 fungu la 26. Wazazi wa mama wao, ndio maana kuna somo moja linasema kwa nini wamama wanapendwa sana na watoto? Kwa sababu wao ni wajanja. Umempa 1000 ya kwenda kusaga, ili atakuja na kitumbua, anawapa kimoja wanagawana. Atakuja na mua, atakuja na kanini, wanagawana hapo wakilialia, anawaambia kesho nawaletea nyingi. Kwa hiyo wanazidi kumpenda baba aliye na hiyo hela. Si unaona hata kanisani hapa, sawa? Kwenye makambi wanaotoa zawadi wa mama wa baba, kwa wahudumu ni wa baba wa mama. Makanisa mengi mimi nimeona yameshashituka siku hizi. Wa mama wanapokuja baka nzeke sawa sawa, wakitoka na wazee nao wamo wapo. Wanasema hakuna, hatudharauliwi. Lakini kule ila Nyarugusu wameshaamka. Amina. Haya, Misali hiyo 18 mwanangu, tembea. Tupe habari hapo. 18:6. Amna, 18:16. 18:16 inasema, ndio. Zawadi ya mtu humpatia nafsi. Zawadi ya mtu humpatia nafasi. Nafasi. Humleta mbele ya watu wakuu. Zawadi inafungua moyo. Zawadi. Lete zawadi kwa watoto. Lete zawadi. Walete watoto zawadi. Usijifanye wewe ni mjuaji mno. Amna. Wale watoto umepewa na Mungu wanahitaji kuona rehema za wazazi wao. Mzee unakuja na zawadi, hata kama ni shati, hata kama ni nini, lete, alafu watafurahi. Sema amina. Jambo jingine linalo wafanya watoto watoke nyumbani, wazazi kutowafundisha watoto wao. Kuna wazazi hawana mafundisho, hata kama historia hawana. Watoto hawajui kwamba huyu baba ni wa ukoo gani, hawajui huyu mama ni wa wapi, hawajui, hawaelewi. Wafundishe watoto. Yapo mambo mengi ya kukaa na watoto vizuri. Unawafundisha, unawapa elimu, halafu jina la Bwana litatukuzwa. Sisi tulikuwa tunafundishwa na wazee. Fundishwa, mnaelezwa kabisa mambo mengi mazuri. Na mama hapa na anakata ukoo wetu, hatuvuteki mangi. Ukivute utaweuka. Hayo ni mafundisho. Ndio maana sasa watoto wengi wanakula tu madawa na nini, maana hamna mafundisho kwa wazazi. Wafundishe, waelekeze, wafundishe hata habari ya uchumi, ya kutafuta fedha.
Maana sasa hivi watu wanaobarikiwa ni wale wanaofundishwa namna ya maisha. Sasa utakuta tu watoto ambao hawajafundishwa wanasema maisha ni haya zaidi ya haya labda ya mbinguni. Anakula kaolosti kataka, yani ameridhika mno. Maisha ni yapi? Haya. Fundishe siku moja, mwambie hakuna aliyeandikiwa shida. Pambaneni, siku moja na nyinyi mtabarikiwa. Wote waliofanikiwa ni wale waliokuwa na shida. Bwana asifiwe. Sababu nyingine, wazazi kutowapenda watoto wao. Kutowapenda watoto, hawawapendi. Hujawatangazia njoo. Wamama tu kidogo wanajitahidi, njoo baba, mara njoo babu, wanajitahidi. Njoo. Lakini wazazi wengine hawawapendi watoto wao. Anaondoka nyumbani, anafunga mlango kufuri. Wataenda wakale wapi? Majirani umewachosha watoto. Wakiivisha tu hapo watoto wanatua kama helikopta. Boga nao ya galama. Wanabaki kuvumilia karibuni, lakini wameumia. Na watoto waliofungiwa na mama zao huwa wananawa kidogo tu, amjaomba ameshamega. Kama ni kuna kanyama mjakaza ameshabeba. Alafu anailamba kwanza nyama amalize ubishi. Ndio anashikilia huko, anapiga mchuzi mwanangu. Mimi anapiga tena kidogo. Wanakuwa kelo kwa jamii. Wanakuwa kelo kwa jamii. Wapende watoto. Kama ni makande wapikie. Waambie mtakula hapa, mkipata njaa naenda kazini. Kama ni wakubwa mtapika hivi, kama ni wadogo mtashusha hapa mtakula, msitoke nyumbani. Ndio maana unakuta wamama nao wanashughulika na watoto. Mautembezi yenu mnakula kila nyumba nini? Sasa wewe kila siku huna chakula kitamu. Kila siku ukiivisha Chinese. Kila siku ukiivisha hamna hata kamkate. Sasa wakikuta kwa kamkate hapo, wanajitahidi. Wanajitahidi hapo, wanaona ya mwanangu, Mungu mwema. Siku moja miaka ya 90 kitu nilikuwa sehemu. Nilipofika pale, mama alikuwa anapika vizuri tu pale. Baadaye akanifuatia kasoda, kafuanta. Kumbe wameniona. Kumbe wameniona mwanangu. Wakakimbia kabisa, wakakimbia. Alafu waliponizongea kila mmoja anatabasamu, mala wanajikata na wewe. Baadaye nikamwambia fateni kachombo. Wakafanya kawana na wamiminia humo. Wanapiga alafu yani tutamu. Alafu ananiuliza mimi, umetolea wapi? Wakati mama yao ameniletea. Bwana asifiwe. Tunakwenda kumalizia kwa namna hii. Wazazi, sababu nyingine, wazazi kuwapiga watoto bila sababu. Acha kuwa unapiga watoto bila sababu. Sababu nyingine, watoto kuwafanya wako kama jela. Halafu hamna kuwapenda rafiki zao watoto. Maana kuna watoto unawapenda. Bwana asifiwe. Watoto wako uwapende na marafiki zao. Usije ukawakuta wanacheza ukawafoka ukawadhalau. Nani kila siku mnakuja mnakunya hapa. Watoto wanaondoka rafiki zao. Haleluya. Wangapi wamenielewa? Nyosha mkono. Simama sasa tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uishie juu mbinguni, tunakutukuza, tunakuhimidi. Heshima na utukufu zina wewe. Tunataka kubariki wazazi watunze watoto wao.
na watoto wasikimbie nyumbani, wasitoroke. Tubariki, tupe hekima, tukiomba kwa jina la Yesu. Amina. Sadaka ya shukrani. Mama aliyeugua muda mrefu, alipokuwa hawezi kabisa, akiwa kitandani mwake alifanya ibada. Akiwa amechoka sana, hawezi fika kanisani, aliomba apelekewe, aitoe sadaka ya shukrani. Aliomba apelekewe, aitoe sadaka ya shukrani. Rudisha shukrani kwa Mungu, hata kama huo ni sababu ya kufanya hivyo kwako katikati ya shida, maana hujui mapenzi yake vile yalivyo bora. Peleka moyo wako, mimina kwake, kuna siri katika shukrani. Rudisha shukrani kwa Mungu, hata kama huo ni sababu ya kufanya hivyo kwako katikati ya shida, maana hujui mapenzi yake vile yalivyo bora. Peleka moyo wako, mimina kwake, kuna siri katika shukrani. Wasubiria baraka gani?